Mtoto alikuwa, akacheza, akatunzwa na wazazi, akafika umri wa kwenda shule. Na hapo nikagundua mtoto yule alikuwa ni mimi. Nilionyeshwa matukio yote ya maisha yangu kwa haraka mno, lakini hakuna tukio nililolikosa hata kidogo. Kila kilichoonekana, hata kama ni kwa muda wa robo sekunde, nilikielewa kwa upana wake. Yule binti aliendelea kukua, mtoto asiye na hila ndani yake, mpaka alipoanza kufikia umri wa ujana wa awali, yani teenager. Ghafla ukorofi, ukaidi na chuki vilianza kuujaza moyo wake. Alitazama watu kwa jeuri na hakuwa binti mwema tena. Alionekana mwema kwa wazazi, lakini kwa watu wa rika lake na nje ya nyumbani alionyesha tabia zisizofaa. Mapigo yangu ya moyo yalianza kwenda kasi sana, huku akili na nafsi yangu vikiniambia, ikiwa kuna mbingu na moto, unadhani mtu mchafu kama huyu angestahili kwenda wapi? Hilo swali liliniogopesha mno. Nikatamani sana niwe kwenye ndoto. Kuna wakati nilisema, huenda ninaota tu nitaamka. Laiti ingekuwa ndoto. Nikiwa binti wa shule ya sekondari, runinga inanionyesha binti mmoja tuliyesoma naye. Ni binti tuliyemdharau. Hakuwa mjanja, hakujishughulisha na mambo mengi ambayo wasichana shuleni tujishughulisha nayo. Wazazi hawakujua, wala watu wa nyumbani kwetu. Wazazi wetu waliamini tu wanafunzi wema na bado ni watoto. La, hatukuwa watoto tena. Nilikuwa na kundi la wenzangu kama 6 hivi, na tulifundishana ujinga. Mwanzo nilikuwa muoga kufanya vitu nilivyoshawishiwa na wenzangu, lakini kufika kidato cha 3 sikuwa tena muoga. Wenzangu waliniaminisha ile ndio namna ya maisha ya kila binti, na ikiwa sitaishi hivyo, basi nitakuwa mshamba na nitapitwa na mambo mengi sana. Nilimkubali kijana aliyenitaka kimapenzi. Nikaingia kwenye mahusiano kama rafiki zangu hao. Yule binti alianza kunionya, yule tuliyemwona mshamba. Hatukuwa karibu sana, ila alinipenda mimi kuliko wenzangu. Nakumbuka kuna siku aliniambia, Salome, hawa wenzako wanakuharibu tabia, ila usikubali ushawishi wao. Alinipa mstari wa Biblia, nikamdharau. Alikuwa ni mtu aliyependa kusema mistari kadhaa ya Biblia, na moja ya mistari aliyotumia ni huu: mwanangu, wenye dhambi wakikushawishi, wewe usikubali. Alinipa mstari huo siku hiyo pia, nikampuuza japo sikumuonesha. Yule binti aliendelea kunisumbua tangu wakati ule, mpaka akawa kero. Aliniasa nisiingie kwenye mahusiano ya mapenzi, nikaingia. Akaanza kunionya sana nisikutane kimwili na yule kijana, lakini nguvu ya ushawishi ilikuwa kubwa mno kutokea nje, yani kwa yule kijana na kundi langu la marafiki. Haikutokea ndani yangu awali, kwani ndani yangu palikubaliana na yule binti Joyce. Niliwaza, kama mtoto wa kwanza nikijiingiza kwenye mahusiano nikaharibu hatima yangu kwa mimba, itakuwaje? Niliogopa, na hatimaye baadaye nilishinda hofu, na kwa uharibifu wangu mwenyewe nikaanza kushiriki mapenzi na yule kijana. Wenzangu walinifundisha kutumia vidonge vya majira. Nikawa sasa sina hofu tena juu ya ujauzito. Tukaendelea na yule kijana mpaka tukamaliza kidato cha 4. Kijana alipata shule mkoa mwingine, na huo kwa mwisho wetu. Hayo yote niliona kwenye ile runinga iliyokuwa mbele yangu, na niliona zaidi sana ya namna ambavyo mambo yalivyoonekana duniani. Niliona moyo wa ulaghai wa yule kijana, na jinsi ambavyo kila alichokitaka kwangu alikitaka na kwa wasichana wengine pale shuleni. Niliona moyo wa upole na upendo wa yule binti Joyce. Sauti ya kubembeleza kwake haikuwa ya kawaida. Nilihisi sauti ndani ya sauti yake, yenye upendo mwingi na huruma isiyo ya kibinadamu. Laiti ningeisikia kwa namna ile niliyoisikia wakati huu, kamwe nisingeipuuza. Niliona moyo wake ukivuja damu. Siku niliamua kutembea na yule kijana. Nikashangaa sana.
kwamba ni kama mtu aliyejua kila kilichoendelea kwenye maisha yangu, hasa kuhusiana na uchafu niliofanya. Niliona nguvu kubwa na ya giza sana ya ushawishi iliyotoka kwa wale rafiki zangu. Ni wao waliokuwa nyuma ya tabia zangu kadhaa mbaya. Kuna maneno waliongea nami, wakati huo niliyaona ya kawaida, lakini sasa niliyaona katika namna tofauti mno na ya awali. Yalijaa nguvu isiyozuilika. Ikiwa yangesemwa masikioni mwa mtu yeyote, ni dhahiri yangemgeuza moyo, isipokuwa kwa mtu aliyekuwa na msimamo kutokea ndani kabisa ya nafsi na roho yake, kama huyu Joyce. Simulizi hii imetungwa na kuandikwa na mwandishi Grace Gr. Tufuatilie kwa mitandao ya kijamii Instagram, Facebook, TikTok na YouTube kwa jina la Grace Godfrey Raymam. Na kwa booking za kuandikiwa kitabu, wasiliana nasi kwa namba 0756 23 11 69, 0756 23 11 69, na namba nyingine ni 0714 46 0102, 0714 46 0102. Na kama ungependa kujiunga na grupu kwa ajili ya simulizi za sauti na maandishi, unaweza kuwasiliana nasi pia kwa namba hizo.